Agosti. Yeah. Sasa karibu tena bana katika ofisi zetu za Microspace. Asante sana. Karibu sana. Imekuwa ni njema sana, naona tumetoka kwenye mada yetu last week na tunaendelea tena. Mimi naomba nikuulize bwana. Hivi kwa nini unafanya kazi kila siku? Kama kwa nini tunafanya kazi kila siku? Kila siku leo umeniita ni weekend. Yeah, of course leo ni weekend. Na naweza kusema tunafanya kazi kila siku kwa sababu Watanzania wapo na wanataka huduma kila siku. Okay. Yeah, kwa hiyo sisi tunajikita sana katika ubora na urahisi wa upatikanaji wa huduma au nafuu. Kwa hiyo yule Mtanzania ambaye ana nafasi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi au kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, basi anaweza akatupata katika siku ya weekend, maana kwamba Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo tumechagua kuwepo kila siku, kwa maana kwamba kuhakikisha Watanzania wasije wakapigwa wakaenda sehemu tu kwa sababu watu fulani ambao wanatoa vitu bora hawapo, wakaenda sehemu kwa sababu tu ili wapate, ili mradi tu waweze kupata nafuu. Kwa hiyo tumechagua kuwa available kila siku, maana kwamba kuhakikisha Tanzania wanapata pia huduma ambazo zitakuwa ni bora na kwa bei ambayo ni ile. Sasa twende kwenye kile nikuharakishe kidogo. Twende kwenye kitu ambacho umeniitia leo. Maana leo kanambia bana hakikisha umefika. Yes, exactly. Of course nimekuwa nikasema nitafika. Na umefika. Ninakushukuru sana kwa kweli, na umekuwa umejitoa sana na kuzidi kujibu maswali yangu. Nina kitu kimoja ambacho tunataka tuzungumzie leo, ni digital junk. Digital junk ni digital junk ni kwa namna gani inaua focus, inaharibu ubunifu, lakini pia inasababisha distraction kwa Tanzania, inaua focus, distraction inaleta. Sasa nataka tuangalie namna gani hizi digital junk zinaharibu focus, lakini pia zinaharibu ubunifu wa ndani, lakini pia namna gani zinaondoa ile hamasa na watu kufikiria. Labda hapo nimekuelewa kidogo. Labda kwenda haraka ili kila mtu apate hii digital junk ni kitu gani. Tumezoea junk food. Hivi junk food, tukisema junk food maana yake ni vyakula ambavyo vyakula ambavyo haviupi mwili, yani haviupi mwili ule, havihitajiki sana mwilini, yani ni kama vile uchafu mwilini, yani ni extra, lakini umuhimu ila unakiweka na mwilini. Digital junk inaweza kuongelea kwenye pati nyingi, lakini mimi nitaongelea kwenye pati sana ya nini tunacho consume, tunachokiangalia kila siku, kwenye tunachokiconsume kwa ajili ya ubongo. Labda nianze kueleza kwa tunachokichukua, tunachokiangalia kila siku ni kitu gani. Utakuta mtu kwa akisema labda atume message dakika sifuri, hapa anaenda WhatsApp status, ataangalia status yote. Ataingia Instagram, ata scroll reels kama dakika 15. Ataingia YouTube, akaenda TikTok, ana consume a lot of information, vitu, taarifa nyingi. Nadhani kwangu mimi hilo kitu tutakiongea kwa uchungu sana. Yes, na ndio maana nimekwambia ufiki, kwa maana kwa lugha rahisi, yani digital junk ni taarifa ambazo hazina umuhimu. Yani unakusanya taarifa nyingi ambazo hazina umuhimu. Kwa hiyo inakuwa tunazihitaji, unakusanya taarifa mpaka siku inaisha, mpaka ubongo unachoka. Kwa hiyo ndio maana nimekuita hapa. Kwa sababu unafikiri shida katika kizazi hiki cha sasa hivi au katika ulimwengu wa sasa hivi wa kidijitali, tumeona teknolojia inakuwa, shida sio maarifa na knowledge, maarifa na ujuzi watu ambao hawana, au shida ni nini? Shida ni taarifa. Mimi kuna kitu ambacho kwanza kabla sijaanza kujibu, shida ni maarifa. Unajua unauza smartphone, unauza computer. Exactly. Nikiongea vile vitu vyenyewe nikapunguza kweli wateja. Kwa sababu hizi junks zimekuwa ni nyingi. Maana ndio hivyo vifaa vinatumika kutumia hiyo vitu smartphone. Yani kama ni kuongea, ongea katika uhalisia hii, na kana kwamba kama tujenge, na kwamba hata muda mwingine tuongeze hata user manual za kwetu, kwamba usitumie hiki kitu zaidi ya muda fulani. Yaani tunatengeza hata za kwetu za ndani, maana hizi zinakuwa ni too much. Ninapenda sana Microspace kwa sababu haijalishi ni kwa ajili ya biashara au sio biashara, nitakiongea. Sahihi kabisa. Kusema kweli, sio kwamba hatuna watu ambao wanaweza kubuni vitu. Au shida sio kwamba ni ubunifu. Shida ni kwamba distraction imeshakuwa kubwa sana. Yani mtu hawezi kukaa sehemu akapata ideas. Nadhani kwa sasa hivi sidhani kama mtu anapata ule utulivu wa kujisikiliza hata yeye mwenyewe. Kwa sababu anytime yuko anaangalia vitu vingine, other informations. Ukiingia Instagram, ukiingia TikTok, ukiingia hicho zimetengenezwa vizuri, kuna kitu kinaitwa social engineering. Ile engineering imefanyika vizuri sana.
hii engineering ya kuscroll imefanyika vizuri sana. Sasa hivi wamekuwekea hadi WhatsApp. Kwa mtu akitoka WhatsApp anaingia Instagram, a lot of information anachukua. Huyu kafunga harusi, akitoka huyu mara huyu kauawa, huyu kabaka mtoto, huyu kafanya hivi, huyu sijui mara siasa. A lot of information zile zitasababisha watu wakose muda mzuri kabisa wa kuconstruct ideas. Mimi nadhani watu wanajua nini cha kufanya. Muda wa kukaa na kutulia sasa kwanza kusikiliza thoughts zao hawana. Kwa shida si maarifa. Maarifa watu wanayo. Shida ni taarifa. Taarifa nyingi. Taarifa zinakuwa ni nyingi. Yaani wewe ni daktari lakini mara umecross umepata umeanza kupata politics. Umechukua siasa, yani maana siasa. Umechukua kuchafua hali ya hewa, habari za mahusiano, connection. Umeona? Umechukua mpira. Sio vibaya mtu kufuatilia mpira, lakini sasa wewe unavovingi wakati wewe ni daktari. Wewe ni daktari. Kwa hiyo taarifa mengi. Kwa hiyo tunakosa kitu ambacho ni area of specialization in information, kwa maana kwamba eneo la kudili nalo katika zile taarifa ambazo wewe unazokusanya katika hilo eneo. Kwa maana kama mimi ni mfanya biashara, unaona sisi Microspace tunafanya biashara na utoaji wa huduma, si ndio? Ambapo tumejikita katika kuhakikisha tunatoa huduma za laptop, desktop, smartphone. Kwa hiyo mimi badala namna gani naweza nikajiboresha kwa maana kuwafikia Watanzania wengi ili waweze kupata huduma zetu, mimi naangalia connection, nani achafua hali ya hewa. Kwa hiyo nina feed information ambayo yahusiana na mimi. Na Michael, kumefika kuna uzembe fulani. Nilikuwa nakaa jamaa fulani hivi wakati tunafanya meeting, tulikuwa tunafanya kazi. Anakuambia nimpigie fulani, nimpigie labda Ali. Ndio amechukua simu anaingia kumpigia Ali, unasikia tu sauti za status. Yaani amesahau hata kumpigia Ali. Ameanza kufeed another information. Na kazi ya ubongo, mimi sio mtu wa afya. Mimi ni lakini nadhani ubongo hauwezi kuchukua taarifa hivi. Lazima uanze kuanalyze, lazima upangilie kwenye memory, lazima yani vitu kama hivyo. Kwa anakuwa iko distracted. Hivi hii tunatofautishaje na addiction? Hii digital junks ambayo ina drag watu, ambao ina draw attention za watu. Tunatofautishaje na uraibu? Addiction. Na yenyewe ni uraibu. Kwa sababu uraibu wa kwanza duniani nadhani kwenye top 10 chakula na yenyewe ni uraibu. Sidhani kama na yeye inaweza kukosa. Chakula na yeye ni moja kati ya uraibu. Yaani kuna muda unaweza ukawa haustahili kula, ila kwa sababu chakula kipo unakula tu. Kimepita. Kwa mimi nadhani hata kwenye issue ya consumption ya yaani jinsi tunavyochukua hizi taarifa na yenyewe ni uraibu kama uraibu mwingine. Kwa mimi nadhani nianza kupractice zamani. Labda nisiende mbali sana. Mpaka sasa hivi mimi sina social networks yoyote. Nimebakiwa tu na WhatsApp kidogo kwa sababu ya biashara. Na yenyewe kidogo na yenyewe mimi status na chache huwa natazama. Yaani kwa nini haupo kwenye mitandao ya kijamii sana? Hizo kama Instagram, Facebook, sababu ni ili niweze kucontrol ninavyochukua taarifa zipi ni. Lakini kule unaweza kupeka taarifa sahihi Mr. Hapana, yani kule wamekuwekea a lot of information. Kwa sababu mimi naweza nikaingia nipate taarifa labda ya hichi kitu, lakini lazima kuna ads hapo. Kumbuka kuna watu wanalipia ads. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikakuforce ukaviangalia. Unajua vinavutia, sio kwamba havivutii, hawalaumu hao watu. Kwa sababu unaweza kaingia ukutana na attention kubwa sana. Umesema nani kachafua hali ya hewa? Ni tuchukue tu Michael achafua hali ya hewa. Yaani kuna jinsi ambavyo mtu atatamani kujua kivipi imechafuliwaje. Kwa ile issue mimi kwangu ndo si Bimdude ataka kupromosha gorofa lake. Sasa yani wewe ile kwangu mimi ilikuwa na faida. Ina faida gani? Na watu wanajijua kwamba hapo kwenye uraibu au yupo kwenye janga la digital junks? Ni mmoja wa wateja. Tena mimi sijui, nisikitike sijui kwa sababu hawajui. Kwa sababu mfano mtu anadhani ile ni moja kati ya refreshment. Mtu anaweza kukwambia yani mimi ukinifungia ndani na smartphone na kifurushi na whatever, basi hakuna shida, kichobaki na chakula kishakuchakua. Kwa hawajui, wao wanadhani ni refreshment. Lakini ile kitu ina consume our brain, inashindwa kufocus kwenye mambo ambayo sisi tunatamani kufocus nayo. Umeona? Kwa mimi nadhani hichi kitu ni wao pia sidhani kama wengi wanafahamu hichi kitu kwamba kwa shida si taarifa.
ni ukusanyaji wa taarifa sahihi. Taarifa zimekuwa nyingi ambazo pia zingine kwa yani too much information is garbage. Too much information is garbage. Okay. Takataka, yani mataarifa mengi ni takataka kwenye ubongo kwa sababu hauzifanyii. Kwa taarifa zozote zile ambazo hazifanyiwi kazi, ambazo hazitumiki ni digital junks. Lakini Mr. Ghost, kuna kitu kimoja ambacho bado kinanishangaza. Watu wana taarifa nyingi katika AI, wana taarifa katika politics, wana taarifa katika cryptocurrency, wana taarifa nyingi sana. Lakini unafikiri hizi taarifa kwa nini haziwabadilishi? Kwa nini hazibadilishi maisha yao? Kwa nini haziwatoi kutoka sehemu moja katika kwenda sehemu nyingine? Hakuna mtu anamuuliza about cryptocurrency. I know about cryptocurrency. Ukimgusia about digital market, I know about digital market. Sasa ni kwa nini hizi taarifa zote bado haziwabadilishi? Anajua geopolitics, anajua nini. Kwa nini unafikiri haziwabadilishi, bado hazibadilishi maisha yao? Cha kwanza kabisa kama tulivyosema awali kwamba too much information is garbage. Mtu anajua vitu vingi ambavyo haviko connected na yeye, kitu gani ambacho anaweza akafocus kwenye. Hapo ana informations nyingi. Sasa nikasema kijana sasa hivi ana information nyingi kuliko rais wa miaka 20 iliyopita. Unajua rais ndio anakuwa na information nyingi. Sasa hivi vijana na information nyingi sana, au mtu yoyote sasa, unajua sio kijana, hata wazee unajua, hata watu wazima. Lakini sasa kwa nini haziwabadilishi? Kwa sababu focus ya hizi za hawa watu ni tofauti na sisi tunachokipata. Mfano, mimi naweza nikasema kuna kitu kinaitwa, watu ambao wakifahamu, kinaitwa attention economy. Attention economy. Attention economy ukiwa na maana gani? Kwa maana mtazamo wa kiuchumi, kwa maana ya fikra za kiuchumi, au maana yake attention economy ni kwamba attention yako wewe ni uchumi wa wengine cha hizi platform. Mimi naweza nikasema attention ndio currency kwenye hii dunia ya leo, kwa maana ya kwamba utakutana na Instagram, anakuvutia umtazame, anataka attention yako, anataka attention yako, YouTube anataka attention yako, taarifa za habari zinataka attention yako. Lakini hizo ndio huyu zote zinamtaka Michael mmoja, anataka mtu mmoja. Of course na watu wa matangazo wanataka attention yako. Kwa maana siku hizi utakuta ili tangazo lako livume lina content, lina comedy kidogo, afu lina so attention is ndo currency ya sasa hivi. Kwa kama mtu mmoja anapata attention kubwa sana, na ndo the way atagenerate a lot of money. Hivi hata celebrity hawa ni sio wanataka attention za watu. Na wao of course hizi, kwanza kuna baba yao mkubwa. Kwanza kuna Mungu wa mbinguni. Alafu kuna baba yao mkubwa, ndio hizi platform zinawalipa content creator au ikiwemo Instagrams, ikiwemo TikTok. Wazikishawalipa watengeneze vitu vingi. Vile vitu vingi wale wakishapata, kwa watakapokuwa na watazama wale watu, ndivyo wanapata pesa. Wale platform baba yao yule watapenyezea matangazo, kwa sababu anajua watu wengi kwa wanatazama Instagram, basi atafikishia matangazo watu wengi. Leo hii unalipa shilingi ngapi Meta? Nadhani ni siri yako. Sure. Kwa ajili ya ads. Na same as YouTube as AdSense, a lot of money. So you pay those platforms kwa ajili ya unawalipa hizo platform kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaendelea na wao wanafanya ile juhudi kuhakikisha kwamba wanapata, wewe unataka attention kupitia wao, na wao watatafuta attention kila inavyowezekana kwa watu. Kwa a lot of stuff zitakuwepo kwa attention ni digital. Sasa kiubaya sisi kwetu Afrika ni kama ndio inatuharibu zaidi na natutengenezea uraibu. Kwa kila siku unakuta mtu anaamka asubuhi, jambo la kwanza anataka angalie Instagram. Mtu hata kuna usema mtu hajajua hata kama anatembea miguu anafanya kazi tayari. Kumbe mimi ninapotazama na mtajirisha huko mtu mwingine. Wewe ni bidhaa, wewe ni nali. Ndio bwana, nasikia kuna mtu anasema basi tugawane hizo jamani, faida wanazopata jamani, tunagawana hizo faida ambazo mnazitengeneza. Au ndio maana mtu anakuambia usahau kulike, comment, au na zile comment kuna namna zinazidi kuongeza ka economy yako ambacho tumekaona, kwa maana kwamba viewers interaction, kwa sababu it doesn't matter. Mfano kama TikTok, nadhani filtering ya information ndio ile. Sijui nadhani mitandao, lakini wao wameenda mbali kidogo. Kuna a lot of information ambazo hawazichui. Kwa wameacha watu waweke information zote wanaweza kaweka ili tu zipate viewers. Umeona kwa imefika hatua hadi sasa nashindwa kuelezea, sijajua kwa sababu kuna watu labda wana high capacity ya kufilter na kuendelea kufocus katika information za muhimu ambazo wao wanazifocus. Lakini kwa zile distractions zinafanya mtu afanye kazi ndogo kwa muda mrefu sana.
kwa sababu ubongo umetoka kulishwa na TikTok, umetoka kulishwa na YouTube, umetoka kulishwa na Instagram, alafu ndo ufanye kazi na wewe idea au product. Unajua baya zaidi Mr. Ghost tunasema kwamba that is refreshment. Sasa sijui tutatofautisha vipi refreshment na hii attention. Sasa hivi imefika hadi hatua notifications za inaita sana, yani kuliko kitu chochote. Yaani mtu akisikia notification haijalishi anafanya kitu gani cha muhimu. Ina drag aingie kwenye kufanya kile kitu ambacho simu imemuita. Tutafanya kitu gani cha maana kwa distract? Kwa sababu muda mwingi mtu ana zaidi ya masaa 6 8 average hours anazozitazama simu peke yake. Average ya masaa 6 mpaka masaa 8. Nadhani ukikalculate kwa mwaka mzima kama mtu mwenye average ya masaa 6 tu peke yake, achana na 8 9, watu wanazidi hizo mzee. Mpaka masaa 9 kama masaa 6 tu kidogo. Ni kama 2180 kwa mwaka mzima, ni kama miezi 3 anaangalia simu. Miezi 3 anaangalia simu. Anatazama. Katika miezi 12. Kwa miezi 9 ndio productivity. Na tujue kuna Jumapili na Jumangapi ambazo labda alikuwa amepumzika. Hapo achana na weekends, achana ambazo ziko na pumziko, mtu anafanya kwa hawezi kuwa productive sana. Kama labda kwa sababu sasa hivi AI imekuja imerahisisha kidogo mtu anafanya kazi. Hapana. Unajua ila kuna kitu mimi nadhani hichi kitu tutadiscuss baadaye. Mimi nataka niungane na wewe na niwe honest katika hiki kitu. Unajua mimi mwaka 2020 productivity au uchakataji wangu wa taarifa za ubongo si sawa na 2026. Kwa sababu gani? Ubongo mimi napenda sana kusoma vitabu. Ubongo ulikuwa unapata muda wa kuchakata na kureview vile vitu nilivyovisoma kwenye vitabu kuliko ukilinganisha na sasa hivi. Sasa hivi sio kama nimeacha kusoma, bado naendelea kusoma vitabu. Lakini najikuta unasoma kitabu lakini katika kukireview au kukichakata kutafakari yale maudhui yaliyosoma kwenye kitabu unakuta natumia muda mdogo sana kuliko ukilinganisha na 2020. Kwa maana kwamba si deeply sana. Kwa hiyo kuna namna na mimi labda attention yangu imeshaiva imehamishiwa sehemu nyingine, distractions zimekuwa sana. Sasa kuna mwingine alhamdulillah labda kupitia hiyo simu ana generate a lot of money au anatengeneza pesa wateja na nini. Sasa tunachojiuliza na yeye ana generate pesa. Vipi hana uraibu? Kwa sababu siku utakuta takiwa mjibu mteja basi ana kidogo anaangalia status kidogo, anaangalia nini kidogo. Sasa zile distraction kwa kiji hazimlii muda kwenye ile kazi ambayo angeifanya dakika 5. Vipi kama anaweza kuifanya na sekunde 6 au 7 au 8 kwa sababu the world is too fast. Na hapa ndio unazidi kuona kwamba kwa nini mtu asimbadilishi. Kwa kumbe zile zimelengwa wewe uzipe attention, sio kukubadilisha wewe kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na nasikitika kitu kimoja, unajua sasa hivi tunaimba, of course wote tunaimbaga wimbo ambao watu wameamua tuimbe. Sasa hivi tunaimba wimbo wa AI. Mimi na cancel, sio kwamba AI ndo great invention and the last. Kutakuwa kuna invention zingine baadaye. Unajua miaka ya nyuma kidogo umeme ulivyogunduliwa, watu walidhani ile ndo great invention, revolution ya viwanda, kwa sababu ile revolution ya viwanda walidhani ile ndo ya mwisho na top of the topest. Lakini leo hii tumekuja na internet, kaja internet, tumekuja kizazi cha AI. Kuna mimi tutakuwa na inventions zingine baadaye. Sasa sisi wengine tunakuwa keep busy kufollow ule wimbo alioanzisha wa AI. Hatuna muda wa kugenerate ideas, kujua okay what is next, what we can discover more. Kwa sisi tunaendelea sasa hivi tutaendelea na AI, wakidiscover kitu kingine pia tutaingia tena huko. Uli busy kwenye ule wimbo ambao wameanzisha. Hii watu baada ya Mungu watu wanaofuata. Lakini nani hao? Niongeaga si kipindi kile kwamba ni almost 1% ya watu duniani ndio wanaiendesha hii nchi vibaya, hii dunia kwa vibaya mno. Kwa hiyo tofauti na sisi tunaimba wimbo wanaoamua watu hivi. Hii inasikitisha sana. Sasa Mr. Ghost, unafikiri tufanye nini ili at least tuweze kupona katika hili janga la digital junks ambazo pamoja na hiyo attention economy ambayo umeisema na nimeweza kuelewa vizuri sana, na mimi pia nipone katika hii distraction. Sasa kila mtu atajitibu kwa namna yake. Sababu kuna mwingine anaweza asifeel kwamba bado pia hichi kitu kwake ni mraibu wa hiki kitu Mimi niliona ni mraibu, niliacha. Kwa nilichokifanya niliacha kutumia hizo platform. Hata nikitaka kutumia Instagram kwa ajili ya kibiashara, basi nitaingia kupitia website. Yani web server, sina application. My phone's clear. Yani social network ilionayo ni WhatsApp pekee yake. TikTok sina hata account. Kwa mimi nadhani kila mtu atacontrol kwa namna yake, lakini cha kuhakikisha kwamba tunakuwa productive zaidi. Kwa tulipe attention hizi mambo yetu productive. Sababu haya ni mavitu ambayo hahitajiki. Mimi leo hii ni engineer. Kuna haja gani ya kuona mtu aliyebahaka asije kukata kichwa?
kwangu mimi inanisaidia nini? Hata kama nyingine inaweza kusaidia na wewe ukamprotect mwanao asibakwe sometimes. Kwamba wewe hujui kubakwa ni sio kitu kizuri, kwamba hujui jinsi ya kumprotect mwanao, kwamba kuna mazingira ambayo wewe hujui kubakwa ni sio vizuri. Najua kuona sometimes labda inaweza kumsaidia yule mtu kwamba ujue hali gani na ndio ilipofikia state of the nation au ndio una ilipofikia na kusaidia nini wewe, kama wewe nakusaidia kujiprotect mwenyewe. Protect nini? Mimi kwa sababu kwa siku ili uprotect wewe, unajua kila mtu anajua kibaya na kizuri. Sasa Mr. Ghost, kwamba watu tusipate hata taarifa za habari tusisikilize. Nashauri watu ku pick useful information, kuchagua. Sasa hizi zilivyotengenezwa hizo social engineering huwezi kirahisi. You have to figure it out on your own, jinsi ya kuangalia informations ambazo kwako zitakuwa useful, kwa sababu useful information ambazo utazitumia ndo zinaleta productivity. Sio a lot of information ambazo haziko connected. Kwa sababu scroll mpira, scroll AI, scroll Bitcoin, scroll kwa ndani ya dakika 30 unakusanya taarifa nyingi ambazo you have to limit information, kama nimekuelewa. Useful kwako. Na ukipoteza attention yako ni currency, kwa maana kwamba wewe attention yako unapoipeleka sehemu nyingine, that is the currency you lose. Sasa unapoteza kwenye attention kwenye vitu ambavyo sio vya, na mwisho siku ukipoteza unashindwa kujenga mwenyewe. Unashindwa kujenga kwa sababu that time ambayo tunasema miezi mitatu mtu anaangalia simu. Sasa miezi mitatu mtu analima mahindi, anakomaa, anavuna. Wewe yani umeitumia, yani sio miezi mitatu leo, kama yani full miezi, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yani hiyo kazi unayofanya ungekupa na kazi nyingine, ungelima mahindi, ungevuna, ungepata. Yani kwa hiyo miezi mitatu. Tujitafakari katika hili.